Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ni neema ya Mungu kwamba leo napata nafasi ya kusema na wewe juu ya somo linalosema ukubwa wa Biblia. Ningependa ujue Biblia ni nini. Unaposoma Biblia, basi ni vizuri zaidi unakisoma kitabu chenye neema na baraka unachofahamu. Biblia limetokana na neno la Kiyunani linaloitwa Biblos, kwa Kiswahili mkusanyiko wa vitabu vingi. Na Biblia imeundwa katika maagano mawili. Biblia ina agano la kale na agano jipya. Agano la kale lina vitabu 39 na agano jipya lina vitabu 27. Kwa maana hiyo tukivijumlisha, Biblia ina jumla ya vitabu 66. Sasa Biblia imeandikwa na jumla ya waandishi 40. Agano la kale limeandikwa na waandishi 32 na agano jipya limeandikwa na waandishi 8 peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba tuingie ndani zaidi. Biblia imeandikwa kwa lugha kuu 3. Biblia imeandikwa kwa lugha kuu 3. Lugha ya kwanza ikiwa ni Kiebrania, ambayo imetumika zaidi kuandika agano la kale kwa sehemu kubwa. Lakini agano la kale limeandikwa pia na lugha ya Kiaramu, wengine wanaita Kialamaiki. Hiyo imeandikwa zaidi kwa lugha ya Kiaramu. Kuna baadhi ya maandiko ya agano. Lakini pia agano jipya zaidi limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Kwa hiyo Biblia imeandikwa kwa lugha kuu 3: Kiebrania, Kiaramu pamoja na nini? Na Kiyunani. Haleluya. Sasa Biblia, tunaposema neno Biblia imegawanyika katika makundi mawili: agano la kale na agano jipya, kama nilivyokuambia. Sasa agano la kale limetengenezwa kwa vitabu vya aina 5. Yaani vile vitabu vya agano la kale vimeundwa katika makundi 5. Lina vitabu vya historia, lina vitabu vya sheria, lina vitabu vya unabii mkubwa, yani vya manabii wakubwa na vya manabii wadogo, lakini pia ina vitabu vya mashairi. Haleluya. Sasa agano jipya pia na lenyewe limeundwa hivyo hivyo. Lina mambo 5, yani lina vipengele 5. Kipengele cha kwanza ni vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya Injili, ambavyo hivyo viko 4 na zona vielewa: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Lakini imeundwa na kitabu kinaitwa historia ya kanisa, yani kitabu cha matendo ya mitume. Lakini pia Biblia Biblia ya agano jipya ina vitabu vya nyaraka za Paulo ambavyo viko 13, na ina nyaraka za wengine ambazo ziko 8, na kitabu cha Ufunuo ambacho tunakiita unabii wa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia tukichimba zaidi katika takwimu zake, tutapata kitu kimoja. Biblia ina jumla ya sura 1189. Biblia nzima kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo ina sura 1189, na ina mafungu, mistari. Unasema soma Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza. Sasa tukijumlisha mistari yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, tutapata jumla ya mistari 31,101. Biblia nzima ina mistari, yani mafungu. Fungu la kwanza, fungu la pili, tukijumlisha yote ni sawa na 31,101. Tuendelee mbele zaidi. Biblia ni tamu sana kuisoma, ni nzuri sana, inabariki sana. Sikiliza, Biblia ina maneno. Unasikia Mungu ni neno moja. Mungu akasema na iwe nuru. Mungu akasema na iwe nuru, ni maneno 4. Sasa Biblia nzima kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka Ufunuo sura ya 22 ina jumla ya maneno. Sikiliza, ina jumla ya maneno 700,000. Nasikia vizuri? 783,137. Nitarudia, ina maneno takribani 783,137. Ni maneno ya jumla ya Biblia nzima. Haleluya. Lakini Biblia ina herufi. Unasikia Mungu ina herufi 4.
akasema. Sasa tukizijumlisha hizi herufi zote kuanzia Mwanzo sura ya kwanza mpaka Ufunuo sura 22 ni sawasawa na herufi takriban zimeandikwa katika Biblia herufi 3,566,480. Haleluya. Ina jumla ya herufi 3,566,480. Hizo ni herufi. Biblia ina maajabu mengi sana, lakini sikiliza haya. Imeandikwa na jumla ya waandishi 40. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati imeandikwa na Musa. Naelewa vizuri. Lakini pia ukianza kitabu Joshua ameandika Joshua mwenyewe. Hawa ni waandishi wa Biblia. Lakini kitabu cha Waamuzi kimeandikwa na Samueli mwana wa Elkana, mtoto wa Hana. Lakini kitabu cha Ruthu kimeandikwa na Samueli mwenyewe, ambacho kina sura 4 tu peke yake. Lakini Samueli wa kwanza na Samueli wa pili imeandikwa na waandishi watatu. Kuanzia sura ya kwanza mpaka 24 ya kitabu cha Samueli wa kwanza ameandika Samueli mwenyewe. Lakini kuanzia sura 24 mpaka 31 na ukaja kuni Samueli wa kwanza ambayo ina sura 24, kuanzia sura ya kwanza mpaka mbele wameandika Gadi pamoja na Nathan. Kwa kitabu cha Samueli kimeandikwa na waandishi watatu, Gadi, Nathan pamoja na Samuel, lakini mwandishi mkubwa ni Samuel. Kitabu cha Wafalme wa kwanza na cha Wafalme wa pili kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Yeremia. Yeremia ameandika kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili. Lakini Ezra ameandika kitabu cha Nyakati wa kwanza na Nyakati wa pili. Na nielewa vizuri, kitabu cha Nyakati wa kwanza na Nyakati wa pili, ambao Nyakati ya kwanza ina sura 29, Nyakati wa pili ina sura 36. Na kitabu cha Ezra mwenyewe amekiandika Ezra mwenyewe. Nehemia ina sura 13, ameandika Nehemia mwenyewe. Esther ameandika Mordekai. Lakini kitabu cha Ayubu sasa ni kitabu ambacho kiliwasumbua sana walimu kuelewa nani mwandishi, lakini ndipo akafahamika mwandishi wake ni Musa. Maana kitabu cha Ayubu kimeandikwa miaka mingi sana iliyopita, wakati ule wakina Hanaka. Haleluya. Lakini kitabu cha Zaburi kimeandikwa na waandishi takribani 8 au 9. Lakini zaidi takwimu zinaonyesha ni 8, lakini mwandishi mmoja hafahamiki. Mwandishi wa kwanza kitabu cha Zaburi ni Daudi ambaye ameandika sura 72 ya kitabu cha Zaburi. Lakini mwandishi wa pili ni Sulemani, ameandika sura ya pili ya kitabu cha Zaburi. Lakini mwandishi wa tatu ni Musa. Musa ameandika sura ya 90 ya kitabu cha Zaburi. Lakini mwandishi wa 4 unamjua ni Ezra. Ezra ameandika kitabu cha Zaburi katika sura ya 119, na ndio sura yenye mistari mingi katika Biblia. Ina jumla mistari 176. Ni Ezra mwandishi wake. Haleluya. Lakini kitabu cha Zaburi pia kimeandikwa na Asafu. Asafu alikuwa kiongozi wa kundi la sifa wakati ule wana wa Israeli wanatoka jangwani wakiwa wanamwimbia Mungu. Lakini pia kitabu cha Zaburi kimeandikwa na wana wa Kora. Unamkumbuka Kora? Aliuawa wakati ule akiwa na Musa, ndio. Lakini kitabu pia cha Zaburi kimeandikwa na Yethudun. Yethudun alikuwa miongoni mwa waandishi wa kitabu cha Zaburi. Lakini sura 50 za kitabu cha Zaburi, nisikize, sura 50 za kitabu cha Zaburi hajulikani nani mwandishi. Na nielewa vizuri. Methali ameandika watu watatu. Ameandika Sulemani, kaandika Aguri pamoja na mtu mmoja anaitwa Lemuel. Sawa sawa. Hebu tuishie hapo kwa leo. Mungu akubariki.